Karibuni sana rafiki zangu asubuhi ya leo. Ninashukuru Bwana wa mabwana ambaye ametubariki na siku hii mpya. Niko na shukrani sana kwa sababu ametufanya tuione hii siku. Si kawaida kuiona siku, kwa sababu ni wengi waliokuwa na dhamira na malengo mingi maishani, lakini hawako katika uhai huu siku ya leo. Wengine wako katika hospitali huku wameugua, lakini wewe buheri wa afya. Kwa hivyo ni jambo la maana kumshukuru Mungu kila asubuhi unapoamka, kwa sababu yeye ni Mungu anayetukirimia baraka zake, na ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo. Huyu Mungu anasema ya kwamba anatujua, anatufahamu, na anajua malengo yetu katika maisha. Anajua ni nini tunahitaji ili maisha yetu ikapate kuendelea. Na wapenzi, nataka tugawane neno la Bwana kulingana na vile lilipoandikwa katika kitabu cha Luka aya ya 5 mstari wa 4 hadi 7. Luka 5 mstari wa 4 hadi 7. Maandiko inasema, alipomaliza kunena akamwambia Simoni, sasa peleka mashua hadi kilindini, kisha mshushe nyavu zenu mkavue samaki. Simoni akamjibu, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha na hatukuvua chochote, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Nao walipozishusha nyavu zao wakavua samaki wengi sana. Nyavu zao zikajaa, zikaanza kukatika. Wakawaasilia wavuvi wenzao kwenye ile mashua nyingine ili waje kuwasaidia. Wakaja wakajaza mashua zote 2 samaki, hata zikaanza kusama. Dada, ndugu wapenzi, mada yangu siku ya leo ni kwamba kwa sababu Mungu umesema. Huenda umetia bidii katika kazi unayofanya. Umetia bidii kuleta amani katika boma yako. Umetia bidii kutafuta kazi, lakini juhudi zako zimegonga mwamba na umefadhaika kwa moyo. Nimekuja kupatia nguvu, nimekuja kutia moyo siku ya leo nikwambie ya kwamba Mungu amesema utapata unachokidhamiria maishani. Huenda ukawa umejitahidi, huenda ukawa umejichosha sana, lakini hujapata mafanikio. Lakini asubuhi ya leo nimekuja kukudhibitishia ya kwamba Mungu amesema sasa ni wakati wa kubarikiwa. Tunaambiwa ya kwamba Simoni na wenzake walikuwa wamevua samaki usiku kucha, wala hawakupata chochote. Na wakati Yesu anapowatokelezea, wamekata matumaini na hata wanaosha nyavu zao ili warudi nyumbani wangojee ya kesho. Lakini tunaambiwa ya kwamba Yesu alipomaliza kufundisha akawaambia, pelekeni mashua zenu kwenye kilindini na mshushe nyavu. Petro ama Simoni akamwambia, tumekaa hapa usiku kucha na wala hatukuvua chochote, lakini kwa sababu umesema nitashusha. Na waliposhusha nyavu, neno linatuambia ya kwamba
walivua samaki wengi hata hawakuweza peke yao, ilibidi waite jirani wenzao waje wawasaidie. Na hata walipoita wenzao, neno linasema ya kwamba walivua samaki wengi kiasi cha kwamba nyavu zilijaa na mashua zikaanza kuzama. Kwa nini? Kwa sababu neno la Bwana lilifanya kazi katika maisha yao. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu amesema maisha yako itakuwa sawa. Kwa sababu Mungu amesema utainuliwa. Kwa sababu Mungu amesema utapata amani kwa ndoa yako, utapata amani kwa familia yako, watoto wako watapata kuendelea, watoto wako watapata kuelimika ipasavyo, kwa sababu Mungu amesema. Huenda umejitahidi sana, huenda umetia bidii kwa mambo mingi na umekata tamaa. Nimekuja asubuhi ya leo kukutia moyo ya kwamba Mungu anasema ni wakati wako wa kubarikiwa. Haijalishi umelala ukitia bidii, haijalishi umelala ukivua, maadamu neno la Bwana ameliongea, mambo lazima yabadilike, lazima utafanikiwa, lazima utaendelea, kwa sababu Mungu ameongea. Yesu aliposema na wakati lile neno, walipata mazao, walipata baraka, walipata faida. Kwa hivyo tusikie neno la Mungu na tulitii, nasi tutapata faida katika maisha yetu. Simoni wakapata samaki. Walikuwa waende nyumbani bila chochote, walikuwa watokelezee familia zao bila chochote, lakini kwa sababu Mungu alinena, kwa sababu Yesu alinena, Yesu alitoa amri nao wakati wakaenda nyumbani na kitu, wakaenda nyumbani wakiwa wamebarikiwa na kuombea baraka siku ya leo, kwa sababu Mungu anatukumbusha na anasema ya kwamba suseni nyavu. Susa nyavu kwa kila kitu ambacho unaamini kitakuletea faida, nawe utaona maajabu ya Mungu.